ni mama ya siri ya baraka. Siri ya baraka. Ni lazima uyapige picha maisha yako. Siri ya baraka. Yakobo na Esau walizaliwa, walikuwa ni watoto mapacha. Walizaliwa kwa mama mmoja. Lakini maandiko yanasema siri ya baraka za Yakobo aliyekuwa anajua ni mama yake. Ndio sababu mama alimwambia hivi, nimesikia baba yako anazungumza kwa habari ya kumbariki Esau. Sasa mwanangu, sikiliza sauti yangu. Inamaanisha mama kuna siri alikuwa anajua. Sema mama kuna siri alikuwa anajua. Nataka sasa kusome maandiko twende taratibu. Alafu kuna vitu nataka nikuonyeshe. Hebu nisomee Biblia kwenye kitabu cha Mwanzo 27. Tutaenda mpaka 29, lakini twende taratibu ili uweze kunielewa. Siri ya baraka zako ninasema anayejua ni mama. Kitabu cha Mwanzo 27 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 29. Nataka twende taratibu. Biblia iko inasemaje? Mwanzo 27:1. Ndio. Ikawa Isaka alipokuwa mzee. Sikiliza vizuri. Ikawa Isaka alipokuwa mzee na macho yake yamepofuka asioni. Na macho yake yamepofuka asioni. Akamuita Esau. Mwanae mkubwa. Akamwambia mwanangu. Naye akamuitikia mimi hapa. Akasema hivi, tazama mwanangu, mimi nimekuwa mzee. Lakini sijui siku ninayokufa mimi. Basi nakuomba. Chukua uta wako. Na podo lako. Na upinde wako. Uende nyikani. Uniwindie mawindo. Ukaniandalie chakula kitamu. Namna ile nipendavyo. Ukaniletee. Ili nile. Na roho yangu ikubariki. Kabla sijafa. Kabla sijafa. Nataka nikubariki. Kabla sijafa. Sema amina. Naona Isaka ni baba yake Esau, ni baba yake Yakobo. Esau na Yakobo walizaliwa ni mapacha. Hebu sema ni mapacha. Walizaliwa kwa mama mmoja anaitwa Rebeka. Lakini baraka hizi ambazo Esau anaahidiwa na baba yake ni baraka za kiagano. Hebu sema baraka za kiagano. Rudia tena, baraka za kiagano. Baraka ambazo Esau anaambiwa na baba yake, nenda kawinde mawindo, uniletee chakula kitamu namna ile nipendavyo, ili nikubariki kabla ya kufa kwangu. Zile baraka ni baraka za kiagano. Kwa nini ni baraka za kiagano? Kwa sababu Ibrahim aliwahi kufanya agano na Mungu. Naomba nikupeleke kwenye hilo agano. Nisomee, utarudi tu kwenye ile Mwanzo 27 usipotee. Nataka nikuonyeshe kwa nini ni baraka za kiagano. Baraka za baba zilikuwa ni baraka za kiagano. Nisomee Mwanzo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Mwanzo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8. Nataka nikuonyeshe kwa nini hizi baraka ni za kiagano. Mwanzo 17 mstari wa kwanza mpaka wa 8 pale. Biblia inasema twende. Kuna vitu nataka nikuonyeshe. Endelea. Abrahamu alipokuwa mtu wa miaka mingapi? 99. Bwana akamtokea Abrahamu. Akamwambia, mimi ni Mungu Mwenyezi. Uende mbele yangu. Ukawe mkamilifu. Nami nitafanya agano langu na wewe. Nami nitakuzidisha. Nitakuzidisha. Esau zikaenda kwa Yakobo kwa sababu siri ya baraka za watoto kwa
kwenye familia. Siri ya baraka mara nyingi mama anajua. Sema mimi. Mama anaweza kawa na watoto 10 akajua tu huyu jamaa huyu Mungu anamtoa. Huyu jamaa lazima afikie. Sema mimi. Sio kale katoto unakokapenda sana wewe ndio unaona ndio katafanikiwa. Kuna mtu unaweza ukamweka kwenye moyo wako na mwisho wa siku atakayekuja kuinuliwa ni mtoto mwingine kabisa. Kwa siri ya baraka za Yakobo, mama yake alikuwa anajua. Mama alijua tangu mwanzo baraka hizi hazitaenda kwa Esau, zitaenda kwa Yakobo. Mama alijuaje hizi baraka hazitaenda kwa Esau, zitaenda kwa Yakobo? Maana yake mama alikuwa na siri. Mama kuna vitu alikuwa anajua, lakini hakuwahi kumshirikisha mume wake. Hakuwahi kumwambia Isaka hizi baraka hazitakiwi ziende vile kwa Esau. Hizi baraka wewe unazozitoa zinatakiwa ziende kwa Yakobo. Sikiliza, baraka za Isaka kwa Yakobo, kwa Esau zilikuwa ni baraka za kiagano, lakini hakuzipokea. Zile baraka Esau hakuzipokea. Zile baraka zilipiga chenga. Yaani sema zilipiga chenga. Zikaenda kwa Yakobo. Sasa nataka nikufundishe kwa nini zile baraka Yakobo alizipokea. Nataka nikufundishe kwa nini Yakobo alipokea zile baraka za Esau, ambaye Esau ndio mzaliwa wa kwanza. Na mzaliwa wa kwanza unasema ndio lango. Sikiliza nikwambie, unaweza ukawa ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia yenu, lakini Mungu alikusudia wewe ufanikiwe na ni mzaliwa kabisa wa kwanza. Sio kila mzaliwa wa kwanza atabarikiwa. Sio kila mzaliwa wa kwanza atafanikiwa. Angalia Yakobo, ni mzaliwa wa kwanza, ni lango. Esau ni mzaliwa wa kwanza, ni lango, lakini baraka haijaenda kwa Yakobo, kwa Esau. Baraka imeenda kwa Yakobo. Lakini Esau ndiye mzaliwa wa kwanza, lakini Esau ndiye alistahili zile baraka kama mzaliwa wa kwanza. Kwa nini zile baraka hakuzipokea Esau, zikaenda kwa Yakobo? Sikiliza, si kila mzaliwa wa kwanza kwenye familia ni lazima afanikiwe. Inawezekana wewe ni mzaliwa wa kwanza kwenye familia yenu, lakini Mungu hajakusudia wewe upokee baraka. Anaweza akapokea baraka za uzaliwa wa kwanza aliyeko nyuma yako. Yaani kabla sijafa. Kwa hiyo Ibrahim, Isaka aliamini Esau atabarikiwa kwa sababu zile baraka Ibrahimu alizokuwa amebarikiwa zilikuwa Ibrahimu alifanya agano na Mungu. Kwa sababu Ibrahimu alifanya agano na Mungu kupata zile baraka zikaja kwa Isaka. Isaka naye akataka watoto wake watembee na agano la babu yao Ibrahimu. Kwa hiyo Isaka alipozaa watoto mapacha, akaona kwa sababu yeye alikuwa mzaliwa wa kwanza kwa Ibrahimu na akapata zile baraka, basi lile agano ambalo Mungu aliingia na baba yake, ndo Ibrahimu alikuwa anataka hilo agano liendelee. Zile baraka ziende kwa nani? Kwa mzaliwa wake wa kwanza ambaye anaitwa Esau. Kwa hiyo Isaka alijua kabisa Esau ndiye atakayebarikiwa. Lakini siri ya baraka za Yakobo au za watoto wale wawili kati ya Esau na Yakobo, mama alikuwa anafahamu Esau hawezi kubarikiwa. Nimemzaa kweli lakini habarikiwi. Nimembeba miezi 9 lakini habarikiwi. Baraka hizi hazitaenda kwa Esau, zitaenda kwa Yakobo. Ziliendaje kwa Yakobo hizi baraka? Endelea kunisomea pale. Nini kinatokea? Na Rebeka akasikia. Rudia. Na Rebeka akasikia. Rudia mstari wa juu kidogo. Ukaniandalia chakula kitamu na ndio. Nipendavyo. Ukaniletee. Ili nile. Na roho yangu ikubariki. Kwa hiyo wakati haya maneno anaambiwa Esau na baba yake, mama alikuwa mahali anasikiliza. Mama akagundua, kumbe baba anataka kumbariki sasa nani?
Esau. Majira ya Esau ya kubarikiwa yamefika. Lakini mama, kwa sababu alisikia sauti ya mume wake ikiwa inazungumza na Esau, moja kwa moja akakimbia, akaenda akamuita mtoto wake wa kiume Yakobo, akamwambia, mwanangu, sikiliza sauti yangu. Kwa nini yule mama anamwambia Yakobo, sikiliza sauti ya mama yako? Neno la kinabii lilishuka kwa yule mama, sio kwa mama. Ufunuo wa kwa ajili ya mke wake. Kwa ajili ya mke wake. Maana alikuwa tasa. Mke wa Isaka ambaye sasa mke wa Isaka ambaye ni Rebeka alikuwa tasa. Lakini Isaka alikaa kwenye maombi akamuomba Mungu kwa ajili ya mke wake. Nini kinatokea kwa mke wake? Naye Bwana akamuitikia. Na Rebeka mkewe akachukua mimba. Watoto wakashindana tumboni mwake. Hebu sema kanisa, watoto wakashindana tumboni mwake. Rudia tena kanisa kwa nguvu. Watoto wakashindana tumboni mwake. Rebeka akazungumza nini baada ya watoto kushindana tumboni? Naye akasema. Rebeka akasema hivi, ikiwa ni hivi kuishi kwa nifaa nini? Akaenda kumuuliza Bwana. Sema mimi. Kanisa sema mimi. Kwanza akatoka. Wa kwanza akatoka. Naye alikuwa mwekundu. Ambaye ni Esau, alikuwa mwekundu. Mwili wote. Kama vazi la nywele. Wakamuita jina lake Esau. Baadaye ndugu yake akatoka. Na mkono wake ukiwa umemshika Esau kisigino. Hujafika mstari wewe. Ulivyoniagiza. Inuka. Tafadhali. Ukae kitako. Ule mawindo yangu. Ili roho yako inibariki. Isaka akamuuliza mwanawe. Mbona kama ni Yakobo huyu jamani? Yaani baba ikampa shida. Maana zile baraka sasa ikubariki. Akamsogezea karibu. Naye akala. Kisha akamletea mvinyo. Akafanyaje? Akamletea mvinyo. Akanywa. Isaka baba yake akamwambia, njoo karibu sasa. Njoo sasa karibu. Ukanibusu mwanangu. Akakaribia. Akambusu. Naye akasikia harufu ya yale mavazi. Akambariki. Akasema, tazama harufu ya mwanangu. Ni kama harufu ya shamba lililobarikiwa. Na Bwana. Mungu akupe ya umande wa mbingu na manono ya nchi na wingi wa nafaka na mvinyo. Mataifa na wakutumikie. Makabila wakusujudie. Angalia, ameambiwa uwe bwana wa ndugu zako. Endelea. Na wana wa mama yako wakusujudie. Alaaniwe yeyote yule atakaye kulaani. Na abarikiwe yeyote yule atakaye kubariki. Chini kidogo. Mstari wa 30. Ikawa Isaka alipokwisha kumbariki Yakobo. Alipomaliza kumbariki Yakobo, na punde tu baada ya Yakobo ameshatoka mbele ya Isaka baba yake, mara Esau ndugu yake, Esau naye anafanyaje? Akaja sasa kutoka katika kuinda kwake, naye pia amefanya chakula kitamu kwa babaye. Akamwambia baba yake, babangu, na ainuke ale mawindo ya mwanae ili aweze kunibariki. Isaka baba yake akamuuliza, unani wewe? Ni nani? Akasema, mimi ni mwanawe Esau. Mzaliwa wako wa kwanza. Isaka akatetemeka tetemeko kuu sana. Akasema, ni nani basi yule aliyetoa mawindo akaniletea? Nami nimekwisha kula kama hujaja wewe. Nikambariki. Naam. Naye atabarikiwa. Yaani hizi baraka ndizo zitavuka. Huyu jamaa lazima abarikiwe. Sema mimi. Alaaniwe. Mimi simekubariki. Atakaye kulaani alaaniwe. Na atakaye kubariki mwanangu abarikiwe sana. Baada ya hapo Yakobo akaondoka.
Esau amen. Kwa hiyo kaa na wazazi wako vizuri, ukijua ya kwamba baraka zangu wamebeba hawa wazazi wangu. Angalia Yakobo, siri ya baraka za Yakobo mama yake alikuwa anajua. Ndio maana Yakobo kwa nini abarikiwe? Yakobo alikuwa mtii kwa mama yake. Katika baraka za kibaba zilikuwa na mamlaka ya kiagano. Baraka za kibaba zilikuwa na mamlaka ya kiagano. Baraka za kibaba, baraka zilizotokana na Isaka zilikuwa na mamlaka ya kiagano. Baraka za kibaba zilikuwa na mamlaka ya kiagano. Andika hiyo. Baraka. Mama alijua mapema kuwa Yakobo ndiye chaguo la Mungu kupokea baraka. Kabla watoto hawajazaliwa, mama alijua mapema kuwa Yakobo ndiye chaguo la Mungu kupokea baraka kabla ya watoto. Rebeka alikuwa na ufunuo tangu mwanzo. Mwanzo 25, 21 mpaka 26. Mwanzo 25, 21 mpaka 26. Rebeka alikuwa na ufunuo tangu mwanzo. Ufunuo tangu mwanzo. Rebeka alikuwa nao. Mwanzo 25, 21 mpaka 26. Rebeka alipokea neno la kinabii. Tayari umeshamaliza hapo? Rebeka alikuwa na ufunuo tangu mwanzo. Mwanzo 25, 21, 26. Andika, Rebeka alipokea neno la kinabii toka kwa Mungu kabla ya watoto kuzaliwa. Rebeka alipokea neno la kinabii toka kwa Mungu kabla ya watoto kuzaliwa. Alipokea neno la kinabii toka kwa Mungu kabla ya watoto kuzaliwa. Rebeka alipokea neno la kinabii. Kumbe kabla ya watoto kuzaliwa, Rebeka alipata unabii. Tayari? Niendelee. Kama mama alijua siku ya baraka ni siku ya hatima. Kama Yakobo angekosa, mpango wa Mungu ungechelewa na kuharibika. Kama Yakobo angekosa zile baraka, unaweza kuandika zile baraka. Kama Yakobo angekosa zile baraka, mpango wa Mungu ungechelewa na kuharibika. Yaani ule mpango wa Mungu juu ya Yakobo ungechelewa. Mpango wa Mungu juu ya Yakobo ungeharibika. Ndio maana mama alipokuwa anapambana, hata kama zile baraka walichukua kwa ila, mama alikuwa anatimiza lile neno la kinabii kutoka kwa Mungu. Mama alikuwa anakamilisha ule ufunuo ambao Mungu alimpatia kabla watoto wake hawajazaliwa. Kwa hiyo andika hiyo. Kama Yakobo angekosa zile baraka, mpango wa Mungu ungechelewa na kuharibika. Kama angekosa. Kwa zile baraka kwenda kwa Yakobo ni Mungu alikusudia. Unaweza ukasema kwa nini Esau aliiba, Esau aliuza, Esau alifanyaje? Ni kweli aliuza kwa sababu hakukusudiwa na Mungu. Yakobo aliuza uzaliwa wake wa kwanza kwa sababu ya chakula, kwa sababu Mungu alikuwa hajamkusudia Yakobo Esau tangu mwanzo. Esau hakukusudia tangu mwanzo yeye kufanikiwa. Ndio maana alipokwenda kuinda huko. Ninakushukuru kwa neema yako na kwa nguvu zako. Ninaomba unirehemu, ninaomba unisamehe, ninaomba unitakase kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Naomba rehema kwa ajili ya maisha yangu, kwa ajili ya wazazi wangu, chochote kile nilichowahi kuwakosea. Naomba unisamehe Bwana. Naomba unitakase Bwana kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Maana tumejua ya kwamba siri ya baraka zetu zipo kwa wazazi wetu. Kama vile Rebeka alipopewa ufunuo wa mtoto wake Yakobo kabla hajazaliwa. Bwana Yesu, ninaomba neema yako. Ninaomba unitetee. Ninaomba unipiganie kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Ninaombea familia yangu. Ninaombea wazazi wangu. Neema yako iwafunike. Neema yako iwafunike.
nilipowakosea, pale nilipoenda kinyume nao. Bwana Yesu, naomba unirehemu, naomba unisamehe kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kuna baraka nyingine hazijanipata mimi, kumbe niliwakosea, kumbe sikuwaheshimu. Bwana Yesu, nirehemu Bwana, nisamehe Bwana, nitakase Bwana, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu, kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Naomba neema yako inipiganie, initetee, inifunike kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Kila roho, kila vita, kila mashambulizi kwenye maisha yangu, hiyo roho iangamie, iteketee kwa jina la Yesu na kwa damu ya Yesu. Roho Mtakatifu, nipe neema, nipe kibali niweze kufanikiwa. Neema yako na nguvu zako zinifunike kwa jina la Yesu